in this country are university lecturers, university teachers. These are the dons. How do you get 10,000 of them to go demonstrating? Something has gone wrong. We are doing registration in phases, and this is phase 1, which will be focused at the constituency level. Then phase 2 will now go further down to the wards and villages. Hasara yenye tumeikadiria ni kubwa mno. Kwa kuwa mkiangalia 800,000 times 12, that is 9.6 million. Yenye tumepoteza kama wakulima wa samaki. I'm telling you, please stay home as a retiree. If you are retiree, stay home as a retiree. Ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Popote ulipo mpenzi msikilizaji, karibu katika habari za Busia Border Radio, awamu ya saa 7, habari zetu kiutendeti. Jina langu ni Collins Imito. Tukianza taarifa zetu ni kwamba wakazi katika kaunti hii ya Busia wakiwemo wanafunzi wamehimizwa kuitunza miti 10,000 iliyopandwa katika kaunti hii. Katibu katika wizara ya vyama vya ushirika Susan Mangeni pamoja na mwenzake wa mipangilio Boniface Makoha amewataka wakazi wa Busia kushirikiana ili kuwezesha serikali kufanikisha malengo ya kupanda miti bilioni 15 kabla ya mwaka 2032. Tunataka kila mwanafunzi adopt miti miwili, na anapopanda kule nyumbani, wacha pia shuleni tufuatilie. Nasema ya kwamba ule ambaye atapanda na yake ifike kiwango chenye urefu wake. Wito wangu ni kwa jamii. Wakati rais amesema turudi shule za msingi tuweze kupanda miti, hakututuma tu sisi peke yake kama wale ambao wanahudumia jamii. Hata nyinyi mko na jukumu kama jamii yetu, mujitokeze, muende katika shule zenu, muende mupande hii miti. Unasikiliza 89.9 Busia Border FM. Na tukisonga mbele ni kwamba vuguvugu mpya la vijana wanaounga mkono serikali jumuishi maarufu BYF, Broad Based Youth Front, kutoka kaunti ya Busia wameanza kampeni ya kuhamasisha vijana na wananchi kujitokeza kuchukua vitambulisho ili kujisajili kama wapiga kura ifikiapo uchaguzi wa mwaka 2027. Wakiwa kwenye hafla ya kuzindua vuguvugu hilo eneo bunge la Funyula, seneta wa Migori Eddie Oketch ametoa changamoto kwa wananchi haswa vijana kujisajili na baadaye kujitokeza na kuwapigia kura viongozi watakaoleta maendeleo kwa jamii na wala sio viongozi wafisadi. Kiongozi mbaya huwa anachaguliwa na watu wazuri ambao wapigi kura. Kwa hiyo kuwa wanako kiongozi mzuri, kuwa mtu ambaye ni mtu mzuri ambaye pia kuna kura, anaweza kupiga kura ili nchi iendelee. Kwa hivyo let's go and tell people to register, both young people and any other age set. We all go and mobilize to be able to register. Aidha, kauli hiyo ambayo pia imetiliwa mkazo na gavana wa kaunti ya Busia Daktari Paul Nyongesa Otoma, ambaye anasema kupitia kujisajili kama mpiga kura, mwananchi anakuwa na uwezo wa kumchagua kiongozi ambaye ana imani naye. Tafadhali vijana, bila kitambulisho, bila kura, hii mambo yote tunaongea hapa ni bure. Because silaha yako ukivaa hii uniform ni kura. Sasa hapa ukisikia ati huko Budanani watu 4, hapa watu 12 na tuko na karibu 14,000 IDs hazijachukuliwa, hii vita tutaenda namna gani? Na sisi tunataka watu wakiregister na sisi pia tunaregister. Ndio wakiweka, tunaweka. Ndio tu tamu ipatikane vizuri, lazima turegister. Ndio hii broadcast iweze kudeliver na kungoja wa Kenya, lazima turegister. Unasikiliza 89.9 Busia Border FM. Wazazi humu nchini wameshauriwa kuwalea wanao kupitia makanisa na misikiti ili kuwawezesha kuwa na maadili mema ili kumaliza itikadi potovu katika jamii. Mwanahabari wetu Apiton Basi na kina cha taarifa hiyo. Katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar amesema wazazi kuwalea wanao kwa misingi ya Kikristo na Kiislamu kutapelekewa kuwa na maadili mema na kumaliza itikadi potofu katika jamii. Imani ya mtu, dini ya mtu, itikadi ya mtu ni kitu ambacho mwache Mungu peke yake awe hakimu, sio wewe. Utaweka msingi, maana sisi tuna imani, msingi wetu wa familia na itikadi zetu na yale mazoefu wa watoto wetu kuwa na watoto wa heshima ni kuhakikisha kanisa, msikiti na dini imedumu ndani ya Kenya. Tusipolinda kanisa, tusipolinda dini, ndio tutaletewa zile itikadi leo za wanaume kwa wanaume kuoana,
wanawake kwa wanawake kuoana, ukosefu wa adabu na ukosefu heshima. Sisi, we are a country that does not have an official religion, but is a country that believes in God. Aidha, amewataka viongozi wa upinzani kushirikiana na serikali kwa manufaa ya wananchi na kuwarai vijana kujiandikisha kwa wingi kama wapiga kura kwenye zoezi linaloendelea na kushiriki kwenye uchaguzi mkuu ujao. Na mimi pia ndio naomba wengine, mimi sina shida nao kama kina Natembea. Waomba njooni mshirikiane na usijisajili kama Wakenya mwanzo. Tunawaomba mwende mjisajili. Alafu mwende mjiandikishe kura. Na wale ambao wamejiandikisha, wahakikishe siku ya kura kila mtu kwenye kitambulisho atoke kwenda kupiga kura. Waluya wako na idadi kubwa. Jukumu la viongozi kuhakikisha wananchi wananufaika na miradi mbalimbali ya maendeleo kutoka kwa serikali. Kazi ya serikali, kazi ya William Ruto kama rais wa nchi ya Kenya, kazi yake ni kutafuta rasilimali ya nchi. Vile mama huwa anatafuta unga akitaka kukanda na kutengeneza keki ya kitaifa. Kazi ya rais ni kuunda keki ya kitaifa, anaweka pale kwa meza, alafu sisi wale ambao ni wawakilishi wa wananchi, ndio wabunge, maseneta, tunachukua kisu, tunakata keki, tunapelekewa pia. Kwa hiyo kama kuna sehemu hapa nchi ya Kenya ambao wanalalamika kwamba hawajapata maendeleo, mwenye kupigwa kigogo ni kiongozi ambao walichagua ya kukata keki kwa niaba yao. Nikiripotia Busia Boda FM kutoka eneo bunge la Kimilili, kaunti ya Bungoma. Jina langu Abiton Mbasi. Shukrani Abiton Mbasi kwa kina cha taarifa hiyo. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Na kwingineko, seneta wa kaunti ya Bungoma David Wafula Wakoli amemtaka seneta wa Kakamega Boni Halwale kumheshimu spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula badala ya kumdunisha kila mara katika mikutano mbalimbali ya kisiasa. Seneta Wakoli anasema kuwa sio vyema kwa seneta Halwale kueneza siasa ya propaganda dhidi ya spika huyo. Amesema kuwa ataendelea kushirikiana na spika huyo kwa ajili ya kuimarisha eneo zima la magharibi mwa Kenya kisiasa. Mimi nimekuwa msanii hapa Bungoma, nimekuwa mwalimu wa high school hapa Bungoma, nimekuwa mkulima wa kubeba maziwa kwa baiskeli nikiuza kwa hoteli hapa Bungoma. Na safari ambayo nimetembea siasa, yule ambaye amenisaidia na hao viongozi anaitwa Papa wa Roma. Na mimi hupenda kusema ukweli. Nataka kuambia ndugu yangu Boni Halwale, kura za Kakamega za Malava, wale wamesimama kura ni wanaume na mabibi zao. Hata mwenda wazimu ama mtu akili punguani anajua Wetangula spika hajasimama kura Malava. Na ni tabia mbaya, daktari wa heshima. Kila mahali unaenda tu weta. Hata umo hazina haila huyu haheyi na huku na Malava ya wetoki. So Mheshimiwa Boni Halwale, you cannot be the majority whip of the Senate and you cry and wail more than the bereaved. Mwambie shemo niyo. Na mimi huko Malava ninatafuta kiti cha Mheshimiwa Indakwa ambaye amesimama kwa UDA. Kama tumekuwa huko, tutaomba kura kwa heshima, tubembeleze, tutongoze. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Tusonge mbele ambapo gavana wa Trans Nzoia George Natembea amedokeza kuwa atakuwa miongoni mwa wanasiasa wanaomezea mate kiti cha urais kupitia muungano wa upinzani katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza katika uwanja wa Ndura mjini Kitale baada ya kuandaa mkutano wa baraza la wazee wa jamii ya Gikuyu kutoka kaunti ya Kiambu, Natembea amesema kuwa lengo kuu la upinzani ni kuhakikisha Kenya inapata uongozi bora na wananchi wa kawaida wanaoondolewa katika minyororo ya umasikini na ukosefu wa usawa. Na tukisema kwamba mambo ya one term, kwamba unataka kumuondoa rais ambaye yuko, hatumuondoi kwa sababu tunamchukia. Tunamuondoa kwa sababu tunapenda Kenya zaidi kuliko vile tunampenda yeye. Na kwamba Kenya inastahili uongozi ambao ni mzuri, uongozi ambao watu wote katika taifa la Kenya watahisi kwamba wako ndani ya Kenya, na kwamba kila mtu hata mdogo namna gani pia kwa nashia katika taifa la Kenya. Tuondoe mambo ya mapendeleo, tuondoe mambo ya chuki, wa Kenya wapendane. Tuanze tena ile kazi ngumu ya kujenga taifa la Kenya bila kuwa mambo ya paraphrase ambayo ni mengi.
kumwambia gavana wetu, wewe umeingia katika sehemu ya mlima, na sasa tunataka na wewe ukubali ukuje upande mlima ili watu wa mlima nao wasikie sauti yako. Tulisema si bora uongozi, tulisema tunataka uongozi bora, na hivyo ndio tunataka kuenda. Tukiangalia tunaona kuna nyota ambayo imeanza kutokelezea kwa mawingu, na hiyo nyota ya uongozi iko hapa pia Trans Nzoia. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Wizara ya Utumishi wa Umma imetangaza msako mkali nchi nzima unaowalenga maafisa wa rasilimali na watu wafisadi wanaohusishwa na kuendesha mifumo ya malipo ya serikali, huku operesheni hiyo ikitarajiwa kuanza wiki hii. Katibu wa Baraza la Mawaziri Geoffrey Ruku ametoa onyo kali kwa watumishi wa umma wanaojihusisha na vitendo vya ulahai, akisema kwamba wale watakaopatikana na hatia wataachishwa kazi mara moja na kufunguliwa mashtaka. Akizungumza mjini Embu mwishoni mwa juma hili, waziri huyo alifichua kuwa ukaguzi wa hivi majuzi wa mifumo ya rasilimali watu katika utumishi wa umma uligundua utovu wa nidhamu ulioenea, ulahai wa matumizi mabaya ya kimfumo kwa lengo la kupora fedha za umma. Kulingana na ripoti ya ukaguzi, baadhi ya maafisa wa utumishi wamekuwa wakibadilisha kinyume cha sheria tarehe ya kuzaliwa za watumishi wa umma katika hifadhi data za serikali ili kuongeza utumishi wao zaidi ya umri wa lazima wa kustaafu. Ruku alielezea hii siyo tu kuwa ni kinyume cha kisheria, bali ni matumizi mabaya ya ofisi ambayo yanaathiri haki, uwazi na stahili katika utumishi wa umma. Waziri huyo pia alifichua kuwa baadhi ya wafanyikazi wamekuwa wakiwezesha misamaha ya kodi isiyo halali kwa watu waliochaguliwa, na hivyo kusababisha hasara kubwa ya mapato kwa serikali. Alisisitiza kuwa ulahai huo hautavumiliwa tena chini ya uangalizi wake. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Kanisa limehimizwa kushirikiana na serikali pamoja na tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC katika kampeni ya uandikishaji wa wapiga kura kufuatia idadi ndogo ya usajili inayoendelea kushuhudiwa kote nchini. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kanisa la Blood of Christ Cathedral katika eneo la Kabiri ya Riruta hapo jana, Nabii Joshua Felix alitoa wito wa umoja wa kitaifa, akiwataka viongozi kuwa kioo cha jamii, kwani kutoelewana kwao kumeathiri pakubwa mshikamano wa taifa. Aidha, amewataka vijana waliokomaa kisheria kutumia nafasi hii kujisajili kama wapiga kura ili sauti zao kama vijana kusikika. We are calling to all political class leaders. 1, to measure their words. Number 2, don't speak anyhowly because your words may be poison to the society. Number 3, don't bring political issues on development. Right now we want change. And the last past 2 years, Gen Zs came out in big numbers, in large numbers. They went to the street, they demonstrated, they showed unity and power. And now that unity and power that was shown in the street, if they will not go out there to register as a voter, their votes and their voice will not count. Kwa habari za kina za Busia County, sikiliza BB Radio Busia Boda FM. Na kwenye rubaa kimataifa ni kwamba raia wa Kamerun walimiminika vituoni Jumapili kushiriki katika uchaguzi wa urais unaotarajiwa kumrejesha madarakani Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 92 na ambaye ndiye kiongozi mzee zaidi duniani anayehudumu kwa sasa. Hali ya upigaji kura ilielezewa kuwa tulivu, huku vituo vingi vya kura katika mji wa Yaounde vikipokea idadi kubwa ya wapiga kura kabla ya kufungwa jioni. Rais Biya ambaye ameiongoza nchi hiyo tangu mwaka 1982 alikabiliwa na wagombea 11 wakiwemo Isa Chiroma Bakari, waziri wa zamani wa ajira mwenye umri wa miaka 79, aliyevutia umati mkubwa wa vijana katika kampeni hizo. Wataalamu wa siasa wanasema licha ya shauku ya mabadiliko, mfumo wa sasa wa kisiasa una uwezo mkubwa wa kuhakikisha matokeo yanampendelea Biya. Kampeni za uchaguzi huu zimekuwa na mvuto zaidi
kuliko chaguzi zilizopita, huku vijana wakiweka matumaini mapya ya mabadiliko kupitia sanduku la kupigia kura. Wengi wao wamekuwa wakilalama gharama kubwa za maisha, ukosefu wa ajira na huduma duni za kijamii, hali inayochochea kutoridhika na uongozi wa muda mrefu wa Biya. Tume ya uchaguzi imesema zaidi ya wachunguzi 55,000 wa ndani na kimataifa, wakiwemo wa Umoja wa Afrika, walisimamia uchaguzi huo. Matokeo rasmi yanatarajiwa kutangaza ifikapo Oktoba 26 mwaka huu, huku baadhi ya majukwaa ya mtandaoni yakiahidi kuchapisha matokeo ya binafsi, hatua ambayo serikali imeikosoa kwa madai ya kujaribu kupotosha maoni ya umma. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Kufikia hapo mpenzi msikilizaji, ndipo natamatisha habari zetu za Busia Boda kiutendeti. Awamu ya saa 8 nitarejea na habari zingine japo kimuhtasari. Jina langu ni Colin Simito. Endelea kusikiliza Sakasaka, maana imeteka anga kwa sasa. Mwisho wa habari za Busia Boda.